بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قال في القرآن الكريم: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمدا خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. صلي وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وسلم. Amma ba'd. Ndugu zangu Waislamu na wale wote wasikilizaji wa chaneli yetu mpya ya New Mkange TV, kwanza hapana budi tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambaye kwamba ametujalia kuwa hai mpaka siku hii ya leo, kwani kuna wengi miongoni mwetu walipenda na walitaraji kuifikia siku hii ya leo, lakini yale masiku aliyoyapanga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hayakufikia katika siku hii ya leo, yameishia katikati. Lakini sisi ni miongoni mwa wale ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupendelea kuifikia siku hii ya leo. Kama nilivyosema, kuna wengi ambao tulikuwa nao jana walikuwa na afya njema kabisa, lakini pamoja na kuwa na afya zao hizo hawajakadiriwa kufika siku ya leo. Ndio bwana mkubwa mmoja akasema, wa kam min sahihi, ni wangapi katika wazima kabisa ambao walikuwa hawaumwi hata kidogo, wakifanya shughuli zao na wakipanga mipango yao ambayo wataifanya siku hii ya leo ambao sisi tuko hai, matu bighairi udhri, lakini wamekufa pasi na kuumwa. Wa kam min marid, lakini ni wangapi katika wagonjwa, asha hinu min ad-dahr, wameishi masiku na masiku wanauguzwa, matokeo yake wale wanaouguza wanaondoka katika maisha ya ulimwengu, na yeye anayeuguzwa anabakia bado yuko hai. Kwa hivyo kwa uchache kabisa tuseme alhamdulillahi rabbil alamin. Mada yetu ya leo tutaizungumzia eda. Na kina mama wengi hawajui maana ya eda. Kuna kina mama wengi huwa wanapoachika, basi siku hiyo hiyo utaona kashaleta fuso na anapakia vyombo vyake anaondoka, wakati sheria inamtaka yeye akae pale pale alipoachika kwa mumewe kwa idadi ya masiku ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapangia kukaa hapo. Na hilo amelizungumza Mwenyezi Mungu kwa ufupi katika surati al-Baqara aliposema, walmutallaqatu, na wale wanawake walioachwa, yatarabbasna bi anfusihinna, watatakiwa wasubiri kwa nafsi zao, thalathata quru'i, hedhi tatu au tahara tatu. Zikimalizika tahara tatu hizo au hedhi tatu hizo, kwa wale wanawake wanaotumika, basi mwanamke huyo atakuwa huru kuondoka na kwenda kufanya shughuli zake sehemu nyingine. Kisha Allah akaendelea, wala yahillu lahunna,
na si halali kwa hao wanawake ambao kwamba wameachika na waume zao, an yaktumna, kuficha, ma khalaqa Allahu fi arhamihinna, kile alichokiumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mifuko yao ya uzazi. Lakini Allah akasema in kunna, lakini itakapokuwa wanawake hao yu'minna billahi wal yawmil akhir, wanamwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wanaiamini siku ya mwisho, ndio wataweza kufanya hivyo, kwamba hawataficha kuwaambia waume zao, bwana umeniacha lakini ninahisi kama nina ujauzito. Lakini kuna ambao wakiachwa wanaweza wakaficha kusema kama wana ujauzito. Hili halitakii kwa mwanamke kufanya hivyo, azungumze wazi, bwana umeniacha lakini mwezi uliopita sikuuona. Na hiyo ndio imani ya kweli ambayo kwamba kina mama wanatakiwa wawe nayo. Kwa hiyo hii ndio aya ambayo kwamba inaizungumzia eda kwa ufupi. Yatarabbasna bi anfusihinna, wasubirie kwa nafsi zao wenyewe, thalathata qurui, kabla hawajaondoka katika ule mji. Kwa sababu ukiondoka katika mji ule pale, yawezekana kabla ya haijamalizika eda yako, na hali ya kuwa ulikuwa na ujauzito ni mchanga, yawezekana baada ya kuondoka pale ukenda ukakutana na mtu huko kinyume na sheria, kisha mwanamke akakanganyika kwamba hii nimetoka nayo kule, au hii ni ya huyu bwana ambaye nimekuwa naye. Wa yatarabbasna bi anfusihinna, wasubirie kwa nafsi zao pale pale katika nyumba aliyoachika. Thalathata qurui, atasubiria tahara 3 kama ni katika wale ambao kwamba wanaotumika. Lakini katika wale ambao kwamba wamekoma, kwamba hawaingii tena katika wakati huo, wao watakaa miezi 3 kamili kama itakapokuwa imeelezwa. Sasa mal iddatu shar'an, ni nini eda kisheria? Eda, tunazungumzia eda kisheria. Eda ni nini? Maana lazima tujue kisheria hii eda ni kitu gani. Asema al-iddatu shar'an, eda kisheria, muddatun, ni muda, ni masiku, tatarabbasu fiha almar'atu, ambao kwamba anasubiria ndani ya muda huo mwanamke baada ya kuachika. Ni ule muda anaokaa mwanamke pale katika nyumba ya mumewe aliyemwacha baada ya kuachika. Hiyo ndio eda. Sasa kwa nini anakaa? Kwa nini akae pale wakati kashaachika? Anasema ni maarifati baraati rahmiha, kwa ajili ya kutaka kufahamu kutakata kwa mfuko wake wa uzazi, minal waladi, kutokana na mtoto. Kwamba anakaa eda kwa ajili ya kutaka kufahamu kutakata kwa mfuko wake wa uzazi, minal waladi, kutokana na mtoto, kwamba akiondoka pale akitumika hizo mara 3, anajua pale nimeondoka hali ya kuwa sina ujauzito wa bwana, na yule bwana naye anajua yule kaondoka, lakini hana chochote katika mfuko wake wa uzazi ambacho ni haki yangu mimi. Sababu ya kwanza ni hiyo. Lakini sababu ya pili, litaabudi, watu wanakaa eda wanawake litaabudi, kwa ajili ya ibada. Ibada kivipi? Kwa sababu ni amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mwanamke anapoachika akaeda. Kwa hiyo anatekeleza ile aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati aliposema walmutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna, na wanawake walioachwa watasubiria kwa nafsi zao thalathata qurui. Ndio anatekeleza amri hii. Kwa hiyo atakaa eda
Kwanza limaarifati baraati rahmiha, kwa ajili ya kujua kutakata kwa mfuko wake wa uzazi. Lakini pia litaabudi, atakaa eda kwa ajili ya kutekeleza amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba ni amri yake Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo inawezekana aliyekaa eda kashakoma, kwamba hana matarajio tena ya kushika ujauzito kutokana na umri wake. Huyu atakaa kwa sababu gani? Kwa ajili ya kufanya ibada, kutekeleza amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Au litafajju'iha ala zawji, au atakaa eda kwa ajili ya kuhuzunika kwake juu ya yule mume, kwamba kafiwa na mumewe, basi angalau basi akae pale, anakaa kwa huzuni kwamba nimefiwa na mume wangu, atasubiria pale. Sasa kam aqsamu al-iddati, ni vingapi vigawanyiko vya eda? Eda imegawanyika katika sehemu ngapi? Al-iddatu shar'an, al-iddatu qismani. Eda imegawanyika katika sehemu mbili. Kuna iddatu firaqi hayati, kuna eda kwamba mwanamke anakaa eda kwa kufarikiana yeye na mumewe, hali ya kuwa wote wako hai. Mume yule kampa talaka yule, wote wako hai, basi atakaa eda kama alivyoamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ni eda ya kwanza. Wa iddatu firaqi wafati, na kuna eda ya kufarikiana kwa kufa.